Janet. Wewe kaenda wapi wewe? Janet. Janet. Samahani kipenzi changu, nimeamua kuondoka kwa maamuzi yangu binafsi. Asubuhi njema. Hello, uko wapi? Hello, Yaani mpenzi wangu. unafanya nini? Kama kulikuwa kuna kosa nimekosea ungeniambia mamangu. Hello, Inafikia hatua unaondoka uniambie mimi nimekosea wapi, lakini jamani mimi nimekosea wapi? Eti Mungu wangu mimi nimekosea wapi lakini? hello, upatika. Hivi ni kweli kinachokiona, ni kweli ambacho nimekisoma, ni kweli ambacho hivi ni kweli kabisa jana tukio mama mwanzo kuniacha kwenye kipindi gani mamangu na uliniambia kabisa. Mimi kanisa sikuwa Janet, mimi nimekukosea nini mamangu? Kama kulikuwa kuna kosa ungeniambia tu bazio. Mimi nagasha nyisha kule ba. Na tunambo kwa sababu yako leo umekuja umeniacha. Ndoa ina siku 3 tu Janet kweli? Haina shida. Nipo wakati mgumu. Wakukusahau mke wangu Janet, why Janet? Kwa mabaiza. Shemeji samani. Hivi shoga yako alifika hapo? Shoga kuna Janet? Janet sijamwona tangu jana. Kuna nini tena shemeji? Alafu mbona nalia? Shem. Mimi nafanya kazi za ulinzi kama kukwambia. Ambako nahangaika huko asubuhi kama hivi ndo narudi. Sasa nimefika pale nyumbani, nimwangalie mwenzangu hayupo, kuangalia nguo zake kabeba, baadhi ya vyombo kachukua na hatujagombana. Sijamwambia neno lolote lile baya. Nikahisi labda anaweza kaja hapa.
Shemeji, na kaandika barua pale, kaniandikia kaniambia kwamba samani kipenzi changu, mimi nimeamua kuondoka kutokana na maamuzi yangu binafsi. Sasa maamuzi gani hayo shemeji? Au kuna vitu huwa mnakaa mnazungumza shemeji mimi nikiwa sipo jamani? Nisikuongopee shemeji yangu. Mimi na Janet tukikaa tunapiga stories za kawaida tu, hata hatukuongelei wewe wala nini. Na wala hajawahi kuniambia chochote. Shemeji, naongea ule ukweli na Mungu wangu ananiona. Sijawahi kunyanyua hata mkono wangu. Ndoa ndo kwanza ina siku ya 3. Kweli leo kanikimbia? Janet kweli leo kanikimbia kaniacha kama nilivyo shemeji kweli? Au kuna vitu umemwambia labda hajavipenda? Yaani hapa shemeji, ila sawa, hamna shida shemeji, endelea tu. Hello, hello, unafanya nini? Hello, hello, mbona sikuoni? Hello, hello. Hivi ni kweli ndoa ina siku ya 3 tu? Kweli leo umenikimbia? Hello, hello, uko wapi? Hata sijui wapi alikuelekea maskini wa Mungu. Sijui nitamuuliza. Majirani wenyewe ndio hivyo, chuki zimejaa. Hello, mbona sikuoni? Janet mzuri. Hello, upatikani. Okay. Hello, hello, uko wapi? Hello, hello, nitakutafuta popote ulipo. Nitafanya chochote kile mpaka nitajua kama kuna boya yoyote ambaye kakubeba kaamua kuniharibia. Basi kama yeye kamwaga mboga, mimi namwaga ugali. Hello, hello, uko wapi? Hello, hello, unafanya nini? Ndugu yangu, bwana, na taarifa mbaya. Msiba? Ungekuwa msiba ndugu yangu, ungeshasikia mapema. Najua kazi zangu ambazo nazifanya, unaelewa kaka, kwamba ni kazi zangu na ulinzi, nalala nje, asubuhi kama hivi ndo narudi mtaani. Yaani mwanangu, naongea sio kwamba naongea hapa ni vitu nauma mshikaji wangu. Sasa unavyoanza kulia useme mimi nitajueje? Yaani mwanangu wewe amini, yani shemeji yako naenda kule nyumbani sijamkuta, na nimekuta amesafisha kila kitu geto, kaniacha tu kigodoro mwanangu. Acha bana. Kwani uligombana naye?
kaka, sijagombana naye, na hata jana wakati naingia hivi kazini nilimwambia kabisa tumeachana vizuri kabisa, sawa sawa. Nimemwacha tu, alikuwa na chat pale, lakini sijajua kitu gani kimeendelea nyuma, sijajua nani, au labda ni bifu za majirani, labda wamempa maneno maskini mtoto watu Juzi tu mwanangu nimemtoa bushi huko Iringa, nimemleta hapa ndugu yangu, leo kaja kanifanyia hivi. Yaani hata sijui. Sasa hivi hapatikani hata kwenye simu, sijui yuko wapi ndugu yangu. Aise. Pole sana. Unajua shida inakuja wapi? Shida inakuja ndugu yangu. Nakuupuka sana. Yaani unafanya maamuzi bila kuwashirikisha watu. Ila ungewashirikisha watu wangekuelekeza nini cha kufanya. Uangalie na mwanamke gani wa kuoa na kabila gani ya kuchukua. Wewe ukaona kudharau maneno ya wainga, wanasema sijui. Wainga wanasema kauli gani zile sijui, asofunzwa na mama yafunzwa na ulimwengu. Sababu Mungu amekufunza ndugu yangu. Lakini nani kitu kinachoniuma kaka? Umeona? Yaani kitu ambacho kinaniuma, yaani sijui familia yangu nitaiambiaje. Kwa sababu harusi nadhani wewe mwenyewe ulishuhudia siku ile. Ndio. Sasa leo nikiwaambia kwamba yeye yupo na mimi ndugu yangu nahisi kama namkosa. Hii unajua ni mara ya pili. Mwaka jana pia ilikuwa hivi ndugu yangu. Sasa najiuliza mimi nimekosea wapi kaka, nimekosea wapi ndugu yangu? Mimi nimekosea wapi mara mwanangu? Sio umekosea wapi? Wakati wako hujafika. Na sio wakati wako hujafika kaka. Mwanamke sasa hivi hujampata. Na sio hivyo, kama haijafika atatoroka huyo na mwingine atatoroka tena. Sawa ndugu yangu. Kubwa kaza moyo. Sawa. Vitu vinatafutwa. Sawa. Alikukata mikono jinsi ya kuambia ndugu, tutaenda pamoja, tutawaambia. Sababu ukiwaambia usipowaambia ndio vile vile. Ondoka kweli. Hakuna chingine cha kusema kama hajaondoka au vipi. Sawa ndugu yangu. Weka za moyo. Sawa. Yapita kama yalipopita wa kwanza. Lakini sio rahisi kaka, sio rahisi. Sawa. Sio rahisi kweli najua. Na ndio maana sisi unaona hatuoi kaka. Mafua wenyewe, tunapika wenyewe. Wakati sasa ukifika tutaoa. Sasa ndugu yangu, mimi najua tu ni mchezo ambao nimechezewa. Najua bifu za majirani, ila mimi acha tu niondoke ndugu yangu. Nitajua cha kufanya. Nisikilize kaka. Sawa. Mimi nimeweza kufua. Sawa. Tuongozane wote ndio kwenda kwa sababu kwa hali yako jinsi hivi ndugu yangu. Ukisema uende peke yako, baadaye nitaumia mimi kwa nini kuzuia ndugu yako alikuja kuondoka ndani. Sawa na ndugu yangu. Wewe kaza kiume. Sasa mimi siwezi kuvumilia. Subiri. Nini sasa nini cha kwambia? Sasa unataka kuvumilia, unataka nifanye kitu gani ndugu yangu? Subiri tutaenda wote tunakwenda. Ngoja mimi nirudi kwanza ghetto. Baadaye nitakucheki. Huo ndio ubishi ambao naokuambia, mnaambiwa hivi ndio kufanya hivi. Ndio nakukuta zaidi. Sawa, hata akinikuta ya kwangu Mali, hata akinikuta ya kwangu wewe achana. Sasa unaenda wapi sasa? Mimi sinaondoka kwangu. Kaka. Hello, uko wapi? Hello, unafanya nini? Hello, mbona sikuoni? Ndugu yangu. Poa yo by the way. Wewe. Mwambie sikiza mwanangu. Yaani mimi nakujua yani tuze di mwanangu. Yaani yale mwanangu sana, wewe shida ni mwanangu si. Wewe mwanangu. Wewe shida. Wewe unataka nini kwa hiyo? Kwa mimi sija kuzoea ukiwa hivyo mwanangu. Kama ndio unaanza kukuona Mwakito ukiwa hivyo ndugu yangu. Shida nini? Wewe sia. Bwana ambao nipe wangu mimi. Unasikia mwanangu? Mwakito. Oya. Na nibisha ndugu yangu mwanangu. Hapa kitaa mwanangu sija kuzoea ukiwa hivyo mwanangu. Wewe unajua nini? Leo mwanangu ndo unanikataa. Wewe unajua. Mbona chogo kabisa kidogo. Leo mwanangu ndo unanikataa. Leo ndo unanikataa. Kwani wewe nini unataka kumpigia nini?
Wewe achia pepe. Hapi bwana bora kwa master. Wewe mwanangu, hata kuzunguana kwenye dirisha ndugu yangu. Wewe vipi? Hata kuzunguana. Umepewa vibunda, magari, majumba, vikafanya mvue. Ile michezo ya kibaba mama, hatuwezi kula bila kulishana. Leo baby, yote haya yana maana. Mapenzi hello, hello, uko wapi? Hello, hello, uko wapi? Hello, hello, unafanya nini? Fresh kaka, vipi? Kama kawaida. Nyama. Uko poa? Fresh. Naona umezaliwa upya. Mbona sikuelewi? Kivipi tena? Jana ulitia aibu jana hapo, umenitia aibu afu unanikataa mwanao kwa mama muuza chapati hapo chini ya mama chapati hapo mtaani kwetu hapo. Mimi? Acha basi. Umenizalilisha kinoma yani. Kumbe unakunywa mwanangu? Mwanangu, kwanza naomba nisamehe. Kama kweli nilifikia hiyo hatua mbaya. Lakini mimi nafikiri kwa sababu ya yote kuna kitu ambacho chanzo na tatizo. Mimi mwanao na matatizo makubwa sana, ambao kama nikikwambia wewe sidhani kama utaweza kuyabeba ndugu yangu. Shida nini? Mwanangu, leo unavyozungumzia huenda ikawa siku ya 5 au ya 6 shemeji yako yupo nyumbani. Acha kuniambia basi. Mimi ndo nakwambia hivi. Mimi namjua shemeji kufanya hivyo. Janet. Acha basi bwana. Sasa mimi nakwambia, wewe unaniambia haiwezi kuwa hivyo. Mimi ninachokwambia ndio hicho. Janet mwanangu hayupo, kaniandikia tu barua, aliniachia pale barua kwamba samahani kipenzi changu, nimeamua kuondoka kwa maamuzi yangu mwenyewe. Wewe fuata maisha yako na mimi niangalie maisha yangu. Sasa nikajiuliza, ndugu yangu, nimemkosea nini mtoto wa watu? Kazi yangu anaijua. Kila anapokanyaga anapajua. Marafiki zangu kama nyinyi anawajua. Sasa kwa nini shida ni nini? Kama nguvu na tatizo labda mimi nimempombeza, angekuja akakwambia wewe. Kaka. Mpaka siamini Janet huyo anaweza kufanya hivyo bwana. Bwana, mimi nakwambia hivyo, niambia hivi mshikaji wangu. Wewe niamini ninachokwambia. Mimi mwanzo hapa akili yangu haipo sawa yani. Yaani hapa hata kazini mwanangu leo nimetega na siwezi kwenda yani. Yaani nashindwa kabisa kwenda kazini. Sema nini Mageto? Na kesho watu. Unaweza kumpenda, unaweza kumjali, yani unamfanyia chochote kile anachotaka. Chochote kile. Lakini anakuwa wewe faraka. Maana mimi kama mimi, unaona nini hapa? Kwa mapenzi mimi. Siwazi mapenzi. Ni sawa, ni mimi mwanaume, lakini inaweza kutokea mimi na kweli sio kama mimi sihitaji wanawake, nahitaji sana. Lakini mimi nahitaji wale wanawake, yani wa kwa muda. Na mhitaji, akija nafanya mambo yangu, chapo natembea. Kwa sababu bado yani hapa nilipo bado mwanamke atakuja kwenye imaa yangu, bado atanizalilisha, bado nitaumia, nitaingia kwenye mapenzi yake, nitafurahia penzi, atanitenda kama hivyo ninavyoteseka wewe. Sasa mimi ya nini? Mwanangu, yani hapa nimechoka kaka. Kwa hiyo unanishaurije? Wewe ulikuwa unasemaje? Mapenzi mwanangu hayashauriwi mtu. Naweza nikwambia shemeji achana naye, afu bado unampenda. Sasa wewe mwenye maamuzi ni wewe. Mapenzi yani anayekushauri mapenzi huyo akupenda. Wewe mwenyewe tu angalia jinsi itakavyoonekana. Kama unamrudia shemeji, kama unaachana naye, basi mimi siwezi kushauri kitu chochote kile. Maana kweli umeshindwa kunishauri, si ndio? Sasa mwanangu, wewe hujui kwamba mimi yule mke mwanangu nimemtolea mahali, nimelipa posa, kila kitu nimemaliza, mshikaji wangu. Leo tena anakuja ananiumiza. Mwanangu tena kuja unishauri tena unaniambia vitu vyako vya ajabu tena. Kila wangu unapolia yani unazidi kunitia na mimi pia hasira. Siwezi kabisa yani, siwezi. Au sio? Siwezi. Mwanangu kuja kwanza kunishauri tena eti kwamba wanawake sio ni babao mmoja, nikuelewe vipi mshikaji wangu? Mimi nakuja unishauri unaanza kuongea vitu vya nani? Safi tu mwanangu, lakini kumbuka mwanangu maneno yangu.
Magito. Magito. Hivi Magito, una shida gani wewe? Nauliza una shida gani? Yaani wewe kwamba mauzio yako kazini imekuwa ni changamoto kabisa? Unakuja muda unaotaka wewe. Siku nyingine hauonekani kabisa? Yaani kwamba wewe ndio bosi. Si ndio? Umeniajiri mimi, si ndio? Hapana. Bosi samani, kuna dharura kidogo ilikuwa imejitokeza. Kwa hiyo niliteleza tu. Dharura gani? Ulitoa taarifa yoyote? Ulitoa taarifa yoyote? Au changamoto zako hizo unasema changamoto mimi sinusu mimi? Wewe hapo umekuja kufanya kazi tu. Umesikia? Kipindi unakuja hapa kuomba kazi, hukuja na changamoto. Ulikuja kwa ajili ya lengo moja tu la kufanya kazi. Sasa kazi umepata, unaanza sasa kuvurunda. Unafanya kile ambacho unachokitaka wewe sasa, si ndio? Nisikilize, watu wanahitaji kazi hapa ni wengi sana. Sasa kukupa nafasi wewe ya kufanya kazi isiwe shida, isiwe kwangu ni changamoto. Kwa hiyo sasa, ukileta upuuzi tu wote, mimi nakufukuzisha kazi. Potea. Potea! Kafanya kazi uko shehe mkubwa wewe. Mwenye miguu yake. Unapewa nafasi ya kazi. Fanya kazi. Hello. Hello, nafanya nini? Hivi mimi naelekea Hello, mbona sikuoni? Hello, upatikani. mimi mpenzi wangu Yote hii sababu yako. vitu vya studio. Unajua mimi nashindwa kuelewa. Inaniuma kwa moyo, inaniuma. Ila mimi najua tu wale mimi sasa hivi nafikiria kitu kimoja. Kitu nachokifikiria sasa hivi mimi achana na kitu kinachoitwa stress. Mimi sina stress. No stress. Sasa nasema mimi nani? Wewe nini boda bwana? Acha mimi bwana. Unajua sana au? Chizi kweli. Ila yale Wewe mwana ndimi yako ndivemba. Wewe jale ndimi yako kwanza ni mwezio Mike wangu wote walishapiga chini hivi. Mpeli wangu ni huyu magari majumba vikafanya mvue ile michezo ya kibaba mama hatuwezi kuwa bila kulishana. Leo baby yote haya yana maana mapenzi. Simu yako imenishtua sana. Na sio kawaida yako kunipigia simu mara kwa mara. Hivi kuna shida gani? Kwanza karibu sana shemeji umekuja. Sababu tungekuja hata ningefikiria wewe kwa sababu gani nimekupigia hii simu ili nikwambie swala la mama. Kama amebadilika sana. Yaani sasa hivi amekuwa ni mtu wa pombe. Yaani mtu wa pombe. Ukimkuta huko nje anatia jani. Yaani hapa mlango wenyewe hata mlango kote kuna pazia tu. Hapo isitoshe kuna vitu vingine.
Mimi mwenyewe sio mtu wa kukaa sana nyumbani, nikae sana nimlindie chumba, nimechoka. Yaani amebadilika sana. Kwani mmempata shida gani ndugu yangu? Yaani huyo tangu ameachana na mke wake ndio kunywa pombe na yeye. Subiri kwanza. Janeti, kaachana Janeti. Yaani karibia wiki mbili zimepita ameachana na Janeti, wewe hujui. Shemeji, mimi si chochote mambo. Na ndio hao imekuwa na mwezi mmoja sasa hivi. Yaani haijakaa hata mwaka mzima. Hivi inawezekanaje mpaka yani ameachana? Nimekumbuka. Hello, hello, uko wapi? Hello, hello, unafanya nini? Hello, hello, mbona sikuoni? Hello, hello, upatikani? Nimekuwa mlevi cha pombe, yote hii ni sababu yako. Umefanya mwili nikonde, nikiumisi uwepo wako. Sawa